Thirdly, Your Excellency, kulikuwa na hii maneno ya kutoa vetting ya vitambulisho. Na mimi I'm humbly requesting you, sir, with total humility, that instead of removing vetting, we can revisit it and streamline it. Tuhakikishe kwamba wale wazee ambao wanakaa katika hizo kamati wanakuwa vetted vizuri, wanalipwa mshahara, maana walipi mshahara. Hata kama kuna mshahara inachelewa sana, alafu wanaleta ukora kidogo, ili watu wetu wa Kenya wapate vitambulisho. Sababu ya vetting haizuii wa Kenya kupata vitambulisho, inazuia wageni kupata vitambulisho. Na Your Excellency, hiki tumesaidia hivi. Kwa sasa ukienda kule Northeastern utapata kuna sporadic acts of terrorism. Unapata watu wameweka an IED kwa barabara, lori kikuja na kanyaga na lipuka. There are not very many. Those guys are confined there because of thorough vetting. Hawezi kuingia kwa Kenya bila vitambulisho, walikatazwa, wanafinywa, so wanazunguka hapo, wanakuja, wanagonga na kurudi. Ilifika mahali hawa jamaa walikuja huku Sicily. I was a DC there at that time. Walikuwa wanapiga vilipuzi every day inalipuka. Mpaka ikafika mahali serikali ikaunda National Counter Terrorism Center, ikaunda Interreligious Council, na viongozi wote hata Waislamu wa Somali wakaamua kukashifu hii kitu. Sasa wakati hao jamaa walishindwa kukuja, wakatafuta mbinu nyingine ya kuradicalize vijana wetu. Maana ukienda Somalia wakirudi wako na vitambulisho, wanapenda kwa njia rahisi. Kafika mali kama kuna explosion ya bomu, mwenye amepiga ni Mjaluo, ni Mkikuyu, ni Mluya sana. Hata huko Somalia they were not participating in these things because it was easier kuradicalize mtu na umlete. For now, hao jamaa wakipata ID zetu, atakuja na ID because it's not assembled, inakuja kama different parts. Anapita pale kwa barabara, akiulizwa anatoa ID, anakuja. Watatoa kule kwa mpaka, watafika huko ndani. The work that our people have done, including kuna MP anaitwa Yusuf Hassan, alipigwa bomu ikavunjika miguu because of terrorism. Your Excellency, where we are, mimi naomba kabisa usaidie hapo, tusirudi huko tena. Hatusemi kwamba Wasomali wasipewe kitambulisho. Hii mambo ya mipaka yote tunasema our local people within Kenya ndiye patikana kupata vitambulisho haraka, ili wageni nao wasipate nini? Vitambulisho. Lakini la muhimu, Your Excellency, baada ile mambo ilifanyika jana, watu kuja pamoja, mimi ningependa sasa focus kwa vijana kidogo, and the first president wa kuwapatia ni kutoa pesa ya kulipa kupata vitambulisho. Hiyo shilingi 300 ikitolewa, hao watu watapata vitambulisho mingi.